Hello guys, this is Kasim Mandanda, the one and only trader in the history of Tanzania. If you know me, you know how to trade forex, and if you don't know me, you don't know how to trade. Okay, so guys, leo nimekuja kuonyesha how I took my entry on US Tech, jinsi gani ambavyo nilivyochukua entry kwenye US Tech na namna gani ambavyo soko lilivyoenda katika direction yangu vizuri. Very aggressive liquidity, kama unavyozidi kuiona liquidity ilikuwa kubwa na nzuri, so I just made my profits in just a few minutes. Yani ndani ya muda mfupi nikachukua pips zangu za kutosha, nikaondoka sokoni. So how it was and why, I'm here to show you how ilivyokuwa na kwa nini imekuwa hivyo. So basically guys, ukiangalia hii ndio pair yetu inaitwa US Tech or aka Nasdaq. Ina majina mengi, US Tech, Nasdaq or US 100, ina majina mengi, okay? So kwa hivyo hapa tutaangalia jinsi gani nilivyochukua hii entry, lakini before hatujaenda kuchukua hii, hatuja kuonyesha namna ambavyo nilivyochukua hii entry, let me show you how I entered. Unajua mtu mwingine anaweza kusema umeingia umetuonyesha chart ambayo tayari ishatokea sijui na nini. Okay, these are the results. Ukiangalia hapa ndo jinsi ambavyo nilivyoingia kwenye trade yangu. It's ni sales, so nilisell, and these are the results. These are the results. Niliingia kwenye trade yangu hapo, ilikuwa ni ya kusell, so yeah, na haya ndio kwa matokeo yake. So I made 516 US dollar just in few minutes. Trade last almost kama dakika 45 tu nikawa nishatoka, so nikawa nimetengeneza hicho kiasi cha dola. Lakini pia ukiangalia hii ndio jinsi ambavyo nilivyoingia, so this is the proof. So ngoja nikakuonyeshe trade nilivyoichukua na ilikuwaje. Okay, so pia yetu ndio hii hapa. Basically hii hapa ni type of form ya scalping, lakini ukija kwenye law ambao naitumia mimi kutrade hizi indices, natumia law moja inaitwa the New York Session Law. Hiyo law ukitaka kujua jinsi gani inavyofanya kazi, inavyo-operate, ni check, ni kufundishe, ni kuelekeze, ili na wewe uweze kuwa unatengeneza profits ambazo mimi nazozitengeneza kupitia the New York Session Law. Ni moja kati ya sheria zenye nguvu kubwa sokoni, na hakuna mtu yote atakuja kufundisha hiyo sheria. Bahati nzuri hakuna mtu ambaye atakuja kufundisha hiyo sheria tofauti na mimi. So guys, pay attention hivyo. Hapa nakuonyesha tu hints. I'll not show you each and everything. So just listen to some hints. Basically hapa ukiangalia katika pair yetu, unakuja kugundua kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. So which kind of the thing ambayo ilikuwa inaendelea, unakuja kuangalia hapa. Price ilikuwa inaenda upside down. Kwa tunatengeneza, let's say kwa mfano at this kind of point tulikuja kutengeneza kitu kinachoitwa it was higher high, higher low, higher high, higher low, then higher high, meaning kwamba we are going to create higher low. Na kwa nini tunakuja kutengeneza higher lows? Just because ya liquidity, kwa sababu kuna liquidity ambayo inatakiwa tuje kuifill. So meaning kwamba baada ya kujua kama kuna liquidity ambayo tunatakiwa tuje kuifill, so nilijua tu moja kwa moja baada ya kuona kuna liquidity ambayo iko wazi tutarudi chini. Sasa kwa nini tumerudi hivi chini aggressive? Ni kwa sababu I was trading in New York Session. So unapoona opportunity kama hii, let's say kwamba price lazima ije ku respect mfumo ambao ulikuwa unaitumia. Mfumo ambao ulikuwa unatumia hapa guys ni higher high na higher low. So hapa tutengeneza higher high, then tumekuja kutengeneza what we call higher low. Tumekuja kutengeneza what we call higher low. Tumekuja kutengeneza kitu kinachoitwa higher low hapa chini. So baada ya kuja kutengeneza higher low, I'm expecting to go further up. As you can see, the price is still going down. Kwa sababu gani? Bado tunakuja kutengeneza higher low. Nikibreak hii higher low hapa, nikibreak hii level ambayo nimechora mstari hapa, I will know that kabisa tunaenda chini, kwa sababu tutakuwa disrespect the market. So litakuwa limeenda tofauti. Kwa hiyo nilivyoona kwamba tupo katika movement ya kuja ku create higher low, basi nikasubiri New York Session. Ilivyoingia New York Session, nikatumia sheria ya New York Session Law, nikaweza kuingia katika entry kama hii. And by the way, niliingia maeneo haya, baadaye ikapanda kidogo, nikaja tena kuongeza some entries hapo juu. Kama unavyozidi kuona, niliingia maeneo ya hapa, baadaye nikaja kuongeza entries hapa juu. Naingia aggressive, naingia na order nyingi, kwa sababu najua lazima tuende chini. I'm pretty sure. Yaani unajua kitu kizuri ni kwamba ukiwa unatumia hii New York Session Law, lazima uwe na uhakika. Kwa hiyo yani uhakika utengeneza pesa unakopo. Yaani ni wewe sasa na mtaji wako. Kwa hiyo
hicho ndo kitu pekee ambacho I'm proud of it. So guys, each and everything went well. As you can see, nikapiga pesa zangu za kutosha, almost 500 bucks within minutes nikaweza kutengeneza pesa yangu hiyo hapo, and that's how it was. So guys, for more content like this, just subscribe ili uweze kupata content kama hizi. Lakini pia kama unahitaji kujifundisha forex rahisi kuliko forex zote duniani, ni check inbox, kuna namba zangu hapo kwenye description box, kuna social media handles zangu hapo, utaweza kupata kozi zangu kwa rahisi. Lakini kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukifahamu, kuna kozi ya bure hapa YouTube nimeidrop. Nenda kwenye description box, utaweza kukuta linki hapo, nenda kaitazame ili uweze kujua tunaanzia wapi. So guys, ulikuwa na mimi Kasim Mandanda, the most expensive trader in the history of Tanzania. If you know me, you know how to trade forex, and if you don't know me, you don't know. So big time, ciao.